msiba. Sasa mimi kwa wengi wao mnavyonijua naitwa Atieno. Huyu ni mdogo wangu. Mimi kama mimi kwa kweli. Sasa mimi ndo Recho niliyebaki. Mimi ndo Recho. Ukimwona yule umeniona mimi, si ndio? Mama kwa kweli alikuwa jembe. Mwanamke wa shoka, wa kuigwa. Kafanya mambo ambayo kwa kweli hata wanaume mlio hapa wengi hamwezi. Nimedanganya? Nimedanganya? Sasa kwa kweli pia mamangu alikuwa mcha Mungu. Ndio kitu ambacho nitamkumbuka nacho. Maana that is a legacy ambayo katuachia sisi watoto wake. Kila siku kwa anatuambia wanangu, ombeni, pambana, lakini mweke Mungu wapi? Mbele. Kila jambo utakachofanya lazima umweke nani? Mungu. Sasa kwa hii safari yetu naona safari ya mamangu imeishia hapa, lakini kwa sisi ndio inaanza. Ni vigumu, maana uchungu wa mzazi wanasema ajuaye ni nani? Lakini kwa mzazi ajuaye ni nani? Ni mimi. Nimepoteza mwalimu wangu, nimepoteza mshauri wangu, nimepoteza kipenzi wa moyo wangu. Lakini hiyo haitafanyaje? Haitanikatisha tamaa katika maisha haya. Lazima nipambane, nifanikishe malengo yake. Maana alichoanzisha lazima tufanikishe, si ndio? Kwa kweli wameongea mengi na mimi siwezi kuongeza au kupunguza, ila mimi daima namshukuru Mungu kwa kuona wanawake wote kamchagua yeye kuwa mamangu. Maana ni mfano bora wa kuigwa na ni mfano bora kwa wanawake wote mliokaa hapa. Kwamba ndoto zako ulizo nazo zifanyeje? Fulfill your dreams. Mama alikuwa na maono, kajenga, sikafanya. Hiyo ilikuwa ndoto. Kachapa kazi, ilikuwa ndoto. Sasa na wewe uliyekaa hapo, kama una ndoto, usitetereke ukizani kwamba muda umeenda, nafasi bado unayo. Chapa kazi, fanikisha malengo yako. Leave a legacy to your children, because our mother did that for us. And we are proud to say that she was our hero. So, mkikaa, mkiangalia alivyovifanya mama, mjue katika moyo wake pia alikuwa ni mpenda watu. Mamangu alikuwa ni mpenda watu na hakumbagua mtu. Yeye mkuu ukiwa na shida, ukitaka ushauri, alikuwa tayari kufanyaje? Kukushauri. Sasa mimi niliyebaki hapa, hayo yote nitafanyaje? Nitayatimiza. Maana ukipewa malezi bora, lazima ufanyeje? Ufikishe malengo. Na hayo ndo malengo. Sasa natakeni kuwashukuru wote mliofika hapa. Kwa kweli nimefurahi. Yaani nimefurahi mno. Mamangu hata angezinduka pale angefurahi kwa upendo mlioonyesha kwa kufika hapa. Kwa kweli it is a testament. How great my mother was. Alifanya mambo kwa kusaidia, kumbe ilikuwa ni investment ya future. Na investment hiyo ametufanyia sisi. Ndio maana usimdharau mtu. Ukiwa nacho, saidia. Kama hauna pia, sema hauna. Usiwe longolongo. Mama alikuwa straightforward. Kama alikuwa na nia kukusaidia, angekusaidia. Na hiyo haikubanaisha na mtu yoyote, maana simnamjua. Simnamjua? Raeli yule, wengine wanamuita Raeli, wengine wanamuita Recho, wengine wanamuita Racho. Kila mtu ana jina lake kuhusu mama. Sasa mimi kama mwanae, kwa kweli ni pigo na ameacha gap kubwa katika maisha yetu. Lakini sitotetereka, sitoogopa, maana nimelelewa na shupavu. Nimelelewa na mwanamke bomba. Nimelelewa na superwoman. Na mimi mwenyewe nikisimama ni mmoja wao. Nimedanganya? Amen.
Sasa kwa kweli sijui niseme amen. Asante. Kwa kweli sijui nimwambie mamangu nini, sijui nimwite majina gani, maana mama ni mama. Sitomsahau na mna atakayewahi chukua nafasi yake. Kwa yote aliyotufanyia mimi na kakangu, kwa kweli ni shuhuda tosha. Kafanya kazi yake kama mzazi. Mzazi aliyejua mtoto anataka nini. Mzazi aliyempa mtoto nafasi ya kujitafakari. Mama kutulazimisha kufanya kitu ambacho kwa tutaki. Kama kulikuwa na jambo, alituketisha chini. Hiyo ndio nini? Ndivyo watu wanapotakiwa kuishi na watoto wao. Ili mtoto asikuwa akisema nafanya hili kwa sababu ya nani? Ya mzazi. La hasha. Mama alitupa nafasi ya kuchagua kufanya maamuzi yetu. Na maamuzi ndio hayo. Kama ulitaka kuwa piloti, kuwa. Si umechagua? Sasa kwa kweli mama, safari umeianzisha, tutaifanikisha. Tutaifanikisha kwa bidii, kwa upendo na kwa kuungana, mimi na nani? Na kakangu. Tumebaki wawili, lakini hiyo haijalishi kwamba malengo ya mama lazima ifanyikeje, itendeke. Jamani mliopo hapa, nataka kuwapa mkono wa shukrani kwa wale wote mliochangia, kwa wale wote mliokuwa nasi katika hii safari. Haikuwa safari ya kitoto. Mimi kwa kweli mmenielimisha, maana mmenifanya niwe jasiri kama mnavyoniona. Sikutegemea, lakini mmenifungua macho. Na macho mlioyafungua lazima mshuhudie. Kwa sababu gani? Kwa kweli mpende adui yako. Kwa kweli naye pia mpende rafiki yako. Maana atakayekusaidia haumjui. Utakapopita, utakayemuona ndo huyo uliyemdania, kumbe sio. Haya maisha ni fumbo. Na kila mtu ana fumbo. Unaambia maisha ni safari. Na hiyo safari kwa kweli mmetuelimisha. Wakubwa zetu mnasema kwamba hekima ni uzee. Lakini la hasha, napinga hiyo kauli. Kuna wengine wamebarikiwa kuwa na mvi, lakini hekima hawana. Sio kwamba nachochea, nimeshuhudia na ni maumivu. Lakini nawashukuru kwa yote. Nawashukuru maana mimi kama mimi naitwa Atieno, mtoto wa Recho. Na Recho yule mnayemuona, Recho hajafa. Amelala. Sasa yule Recho yumo ndani yangu, maana mimi DNA moja na yeye. Sasa nawaombeni kwa kuwa mlikuja kwa upendo, tumzike mama yetu kwa upendo. Tumzike mama yetu kwa vigelegele. Maana sio msiba, ni sherehe kwake. Mama alipambana maisha yake yote. Alipambana kama awezavyo. Alipambana ku make sure kwamba sisi tumeona njia sahihi ya kufuata. Lakini Mungu kampenda zaidi, katupa nafasi pia na sisi kuwepo naye. Wakati mama yuko hospitalini, nikihangaika naye huku na huku, kweli Mungu alinipa rehema ya ku spend those moments with my mother, because those are precious memories that I will always have in my life. Na kwa kweli Mungu ni mwaminifu. Sikujua, nimejua. Lakini yote heri. Mimi sina jipya, sina maovu, sina mabaya, lakini naombeni tuheshimiane. Pale ambapo utakaponiingilia, na mimi nitakuingilia. Pale ambapo utakapoona kwamba haifai, naomba uniite na uniambie. Sio kunisema nyuma ya mgongo wangu. Sio kunifanya kama mimi sijielewi wakati nina akili zangu timamu. Mimi ni mtoto niliyelelewa na mwanamke jembe. Mimi ni mtoto niliyepelekwa shule.
Mimi ni mtoto ninayejua what is right and what is wrong. And if there is anything that you feel I am doing that is not right, you have a room to tell me. Yes. Call me and tell me about it. So, kwa kweli, hii ni sherehe ya mamangu. Ni sherehe ya mamangu. Maana mama kwa ujasiri aliyokuwa nayo hadi mwisho wake, kwa kweli nimefurahi. Mamangu hakutetereka hata kama kifo ilikuwepo hapa machoni. Alisimama kwa imani na alijua kwamba mimi katika hile wanakwambiaje, Yerusalemu ikishuka tutafanyaje? Naye nadhani malaika walimpokea kwa furaha tele. Maana mama alimpenda Mungu. Kwa wale wote wanaomjua mamangu, mama alimpenda Mungu. Nashuhudia mamangu anaamka saa 8 za usiku kutuombea sisi watoto. Nashuhudia mamangu kutusii atiana shikilia Mungu. Mwanamke aliyejielewa, mwanamke aliyejua anachokitaka, mwanamke aliyekuwa na maono na alifanya na akatenda na mmeona. Ndio maana nyinyi wote hapa mpo hapa. Kama kuwa hivyo, nadhani kila mtu atakuwa wapi? Nyumbani. Sasa naombeni tusherekee, sio kwa vilio. Upendo aliokuonyesha wewe unayejua umweke moyoni. Hiyo ni kitu ambacho utafanyaje? Utakuwa nayo. Jamani, mchungaji, naomba niwashukuru. Naombeni ni wote wakubwa zangu, wadogo zangu, marafiki, majirani, wafanyakazi wenzake. Jamani, shukrani kubwa 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 kutoka katika familia ya Rachel. Mimi na kakangu tumefurahi kwamba mmefika hapa na mtatusaidia kumzika rafiki yenu. Wengine mnamuita mama, wengine mnamuita auntie, wengine mnamuita nani, shosho, ana majina yote. Sasa kwa kweli nasema asante. Asanteni kwa kufika, asanteni kwa kuhudhuria, asanteni. Tumbebe mama yetu, tumzike salama. Katuachia kumbukumbu, katuachia legacy. Ukisimama hapa ni kwa nani? Jamani, msimsahau Mungu katika kila jambo. Tufanyeje? Tumshukuru Mungu. Kwa kweli niseme asante. Nirudishe maiki kwa wanaoendeleza nini programu. Mimi nimesema na nimeongea, nasemeni asante. Mbarikiwe.